Habari gani? Karibuni katika kipindi cha Tujengane na Pamela. Hii ni video yangu ya 5 katika mambo ya ndoa. Welcome. Leo nataka tuzungumze kwale ambao watu wengi huwa tunagundua kadri ambavyo tunakuwa tumekaa katika ndoa. Watu wengi tunaingia kwenye ndoa tukiamini kwamba siku moja tutaielewa ndoa 100%. Lakini ukweli ni huu. Marriage is a journey of continuous learning. Ndoa ni safari ambayo inakuwa nina mafundisho kila siku. Kadri muda unavyokuwa unazidi kwenda, unajifunza mambo mapya kuhusu wewe mwenyewe na kuhusu mwenzako. Mara nyingi pia changamoto si kwamba hakuna upendo. Changamoto zinatokea kwa sababu kuna mambo ambayo inabidi ujifunze na ukayajua ili uweze kurekebisha ndoa yako. Kwa hiyo leo tutazungumzia kwa nini ndoa ni kama darasa la maisha. Number 1, ndoa itakuonyesha wewe ni nani. Unajua kabla ya ndoa huwa tunajiona tuko sawa kabisa, na huwa tuna tendency ya kusema kwamba mimi ni mtu wa aina hii. Yaani unakuwa mwenyewe umeshajijua kwamba mimi ni mtu wa watu, mimi napenda majirani, mimi ni mtoaji, mimi niko very kind, mimi nina subira, nina uvumilivu. Yaani kuna vitu ambavyo tunakuwa tunavyo, tunaamini of which inakuwa ni true. Ila pia tukishaingia kwenye ndoa ndio unaanza kugundua kwamba ile subira yako ulivyokuwa unaifikiri kumbe sivyo. Au vile ambavyo ulikuwa unafikiri unapenda sana watu kumbe sivyo, inakuwa tested. Unajua kwa sababu gani? Kabla ya ndoa ulikuwa una choice. Kabla ya ndoa ulikuwa hukai na huyu mtu full time. Kabla ya ndoa ulikuwa ni mtu ambaye hata kama kitu kikitokea ulikuwa una option ya kwenda kwenu. Ila ukiwa katika ndoa na huyo mtu ni uko naye 24/7 na test inakuwa ni a test au tested, kwa sababu huyu mtu mnakuwa mmezoeana sana kana kwamba hata kitokea kitu chochote it is hard for you to leave, kuondoka. Utabaki ili muweze kuyazungumza, utabaki ili muweze kuyamaliza, na utabaki kwa sababu ni kama hauna option. I know kuna some people wanakuwa na option ya kuondoka, which is not a very good option. Lakini tukijifunza katika kubaki pale, ndipo ambapo tunaanza kuwa na darasa la kujifunza uvumilivu zaidi, upendo na kadhalika. Yeah? Ila cha pili, ndoa ni darasa. Unajua niliambiwaga kabla ya ndoa kwamba ndoa itakufundisha. Ni kweli. Ndoa inatufundisha. Kwa sababu kuna mambo ambayo hata upate semina ya mwaka mzima kabla ya ndoa, kuna mambo ambayo ukiingia kwenye ndoa utajifunza zaidi. Kuna mambo ambayo hakuna semina, hakuna kitabu, hakuna, yani theory inakuwa haitoshi. It's a good thing kujifunza mambo ya ndoa, it's good kusoma vitabu, lakini hiyo tu yenyewe inakuwa haitoshi. Ni mpaka uingie katika practicality of it. Uingie ndani ya ndoa ukamface huyo mtu. Ni darasa la maisha. Unakaa kwenye ndoa ndio itakufundisha namna ya kuwasiliana na mwenzako, namna ya kuvumilia, namna ya kusikiliza, namna ya kusamehe. Kwa hiyo ndoa ni darasa, na haya masomo si somo la siku moja. Ni somo ambalo linakuwa linaendelea mara kwa mara. Kama leo ikitokea hiki, kesho itatokea kingine, kesho kutwa kingine. Kwa hiyo ni degree ambayo hutaweza kuja kuiattain, lakini ni somo ambalo unaweza ukawa una improve siku hadi siku. Kuna couple hii ambayo sisi tuko nao karibu, ni watu wazima sana, wana miaka ya 80, mume na mke, wamekaa katika ndoa zaidi ya miaka 60. And kuna siku huyu baba alisema kwamba ndoa sisi mpaka leo, yeye alikuwa anasema sasa mpaka leo bado wanazidi kugunduana, yani bado wanajifunza from one another, yani wana learn, yani bado mwanaume anajifunza kuhusu mwanamke na mwanamke anajifunza kuhusu mwanaume, na kwamba bado wanaendelea kuwa na disagreements. Of course mimi na mume wangu kidogo litushangaza, kwa sababu in our minds tulikuwa tunaona kama wako they've gotten it, yani kwamba ndio kwa tayari, yani kila kitu, that was our understanding. They have a good marriage. Ndio maana tulikuwa tunawaangalia na bado tunaendelea kuwaangalia. Ila ilikuwa ni eye opening and a bit of a shock kwa watu wazima kama hao kutuambia kwamba hata wao bado hawajajuana kivile
bado wanaendelea kujuana na bado wana disagreements. It was a shock but it was good to know kwamba ndoa hakuna degree, ni kuendelea tu kujifunza. Ila pia ndoa ni skill. Ndoa imara huwa haitokei tu kwa bahati, hapana. It is built, lazima ijengwe. Kuna ndoa nyingi ambazo tunakuwa tunaziona zimesimama, wanaonekana wana furaha na amani, ni skill ambayo wameamua kuendelea kujifunza. Ni skill kama skill aina nyingine. Ukitaka kujua kupika utajifunza katika vitabu au katika videos. Ukitaka kuwa pilot, ukitaka kuwa doctor, ukitaka kuwa nurse, ni skill ambayo lazima uiende shule ujifunze. Ukitaka kushona, mimi natamani kutaka kujua kushona nguo, ni skill ambayo lazima uende darasani ujifunze. Ndoa is the same. Ndoa ni skill. Ndio maana kuna vitabu vya kusoma, ndio maana kuna wewe uko hapo practical uweze kuapply hivyo vitu ili uweze kuenjoy hiyo ndoa. Kwa tunavyokuwa tunapata hizi materials, apply. It's not easy. Ni kama mtu anapokuwa anasomea udokta, unapokuwa ameona amequalify, it wasn't easy. Labda alifeli, kulikuwa kuna sleepless nights, kulikuwa kuna kutokuelewa. Na the same with ndoa. Tunajifunza, utahitaji uvumilivu, it's painful, sometimes utaki kuvumilia, lakini ni kuwa willing kusema kwamba ni skill ambayo naitaka, na kama unataka ndoa ile kuwa nzuri, tafuta hiyo skill katika ndoa. Kama ni kama una lack katika mawasiliano, labda wewe si msikivu, au wewe una kiburi, au yani kama chochote kile ambacho unakuwa unaona kama ni kitu ambacho kinakuwa kinakusumbua, jaribu kuidevelop hiyo skill iwe better, ili ndoa yako iwe nzuri. Kwa examples ndio kama hizo, unahitaji skills za mawasiliano mazuri, kuelewa tofauti, kujifunza kusuluhisha migogoro, na kama kuna jambo ambalo limetokea, labda mmoja ameumia zaidi na mwingine labda hakueleweka, badala ya kuacha ni kukaa kidogo na kusema kwamba okay, tulirudie hili kitu. Ni kitu gani ambacho ulikuwa hujaelewa, au labda hujanielewa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ni skill ambayo lazima mkae mwe mnayoongea. Na inaweza kama inaonekana vitu vidogo vidogo, lakini hivi vitu vidogo vidogo ndivyo vinavyokuwa vinafanya ndoa iwe imara. Cha nne, ndoa inajenga tabia. Moja ya nguvu ya ndoa ni inakusaidia wewe kukua kama mtu. Ni mwenzi wako anaweza akafikia point akakuonyesha wewe ni nani. Unajua, for example, hata mimi nilivyokuwa nimeingia kwenye ndoa, it's like I had a lot of blind spots, yeah? Kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sijioni kuhusu mimi. Lakini nilivyoingia kwenye ndoa ndo nikaanza kugundua kwamba kumbe mimi niko very moody. I didn't know. Ndoa iliweza kutoa hiyo kitu. Ndoa itadhihirisha wewe ni mtu wa aina gani, na kama kuna mtu yeyote anataka kuimprove in personality, ingia kwenye ndoa. Itakuimprove sana katika personality. Kwa hiyo mimi kuna vitu vingi ambavyo vilijidhihirisha kwamba nipo, I didn't know. Na kwa sababu mume wangu ni mtu ambaye yuko mature, alikuwa ni mtu ambaye anaweza akasema in a way nikaipata. Na I think kwa sababu na mimi nilikuwa willing to learn, ilibidi tu hata kama kinauma niweze kustahimili. Na hata kama kinauma, labda nilikasirika, lakini haikuchukua muda mrefu, nikakaa chini nikasema okay, this is me now. Ni tabia gani ambayo inabidi sasa niijenge ili iwe bora kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya hii ndoa kwa ujumla. So ndoa inaweza kawa ni sehemu kubwa sana kukuza tabia yako ikawa njema, ukawa uvumilivu na ukawa na mnyenyekevu na ukawa ni mtu ambao unakuwa unauelewa mkubwa zaidi ya maisha na ndoa kwa ujumla. Ila pia tukumbuke kwamba ukiwa katika ndoa uko katika timu moja. Kumbuka wewe kama wewe uko timu moja na mwenzako. Kuna makosa makubwa sana ambayo huaga yanatokea kwa wanandoa, ni kwamba anzaga kuaga na mashindano. Wengi huaga wanaanza ku experience hiyo mashindano, kwamba nani analipwa mshahara mkubwa kuliko mwingine, nani anaweza kumfanyia mtoto hivi kuliko mwingine, nani anaongea zaidi, nani anaongea bora zaidi, nani anaweza kushinda argument kwa sababu tu anakuaga na points nzuri. That's not a good idea. Tunabidi tukumbuke kwamba ndoa, kama wanandoa, ni watu wawili ambao wameamua kuwa kitu kimoja,
na as well as tuko timu hii moja. Kama kuna mashindano, mimi nimewin, mwenzangu ame lose, we have lost, kwa sababu hatu operate katika umoja. Au mimi nime lose, mwenzangu ame win, we have actually lost, kwa sababu we're supposed to be one team. Kwa hiyo tukumbuke kwamba ndoa sisi tuko one team. Hakuna uadui, hakuna nani ameshinda hiki, nani anapata zaidi, nani anafanya zaidi. Hapana, sisi wote ni one team. So watu wawili tukiamua kukua kwa pamoja, mkiamua kuwa kwa pamoja, ndoa inakuwa ni yenye nguvu zaidi. Kwa hiyo nataka tukumbuke kwamba hakuna mtu atakayeweza kufuzu au kumaliza katika ndoa. Ndoa ni kujifunza kila siku, as long as tunakuwa willing kujifunza. Marriage will humble you, but it will also build you. Itakufundisha mambo mengi kuhusu wewe mwenyewe, kuhusu mwenzako, kuhusu upendo, kuhusu maisha, kuhusu uvumilivu, na kama uko tayari kukua, inaweza kukufanya kuwa mtu bora zaidi. So kama umejifunza kitu leo, kindly do subscribe, share, like, na ili niweze kuja na materials nyingine katika areas kama hizi. Na pia ningependa kusikia kutoka kwako, ni somo gani kubwa umejifunza kuhusu mahusiano au ndoa? Niambie ili na mimi niweze kusoma na kujua. Mpaka hapo next time, take care of yourself. Ndoa ni safari, ndoa ni kujifunza. Ndoa haina degree. Bye.